Bwana Yesu asifiwe sana, na tunaanza mfululizo wa tafsiri za ndoto za kulishwa chakula ama vyakula usiku katika ndoto zako. Sasa tutaona vile ambavyo chakula ama unavyolishwa vyakula ndotoni ina athari kiasi gani. Lakini kumbuka pia, sio kila ndoto ya kulishwa chakula ni ndoto mbaya. Watu wamekuwa wanakaririshwa, wamekuwa wanatishiwa kiasi kwamba akiota tu anakula chakula tayari anajua ni ushirikina. Hapana. Utaona tafsiri mbalimbali na vyakula mbalimbali. Kwa nini unaota unalishwa vyakula na ina maana gani kiroho? Kwa sababu chakula kikawaida tu kimeharibu hatima za watu wengi sana. Kwa sababu chakula pia ni lango la uharibifu juu ya hatima yako. Watu wakitaka kuharibu maisha yako wanaweza wakatumia chakula wakaharibu ama wakaiba haki yako ya msingi sana. Ndio maana wasomaji wa Biblia wanakumbuka kwa habari ya Esau na ndugu yake kwamba aliuza haki ya mzaliwa wa kwanza kwa sababu tu ya chakula. Lakini vile vile utaona vile ambavyo Daniel na wenzake walikataa kula chakula cha mfalme ili wasinajisike. Kwa hiyo wako watu wamepewa mimba kwa sababu ya chakula. Wako watu haki zao zimeibiwa kwa sababu ya chakula. Wako watu nyota zao zimeibiwa, zimechafuliwa kwa sababu ya chakula. Ndio maana unakumbuka baada ya kula mahali fulani, baada tu ya kula kwenye mgahawa fulani, kiu ya maombi ikapungua. Baada tu ya kula kwenye nyumba ya mama fulani, moto wa maombi ndani yako ukapungua. Baada ya kula chakula ambacho yule jamaa alikununulia dina mahali fulani, ghafla tukaanza kumpenda na akakuharibia maisha yako kwa ujumla. Ila ni baada ya kula kile chakula. Kwa hiyo chakula ni kitu ambacho adui anatumia mara nyingi sana kuharibu maisha ya watu. Baada tu ya kula chakula ama baada ya kunywa kitu fulani sehemu fulani, tumbo la uzazi likafunga. Kizazi kilikuwa kina shida, lakini mara baada tu ya kunywa kinywaji fulani mahali fulani, tayari uzazi ukaharibika, tayari mirija ikaanza kumsumbua, tayari akaanza kuumwa na tumbo. Mpaka leo hii haki yake ya uzazi, haki yake ya mambo ya kuzaa imeibiwa na imeharibiwa kwa sababu tu alikula chakula. Sasa piga mahesabu, kama tu kula chakula kimwili kunaweza kuharibu maisha ya mtu ama kufunga mambo yake, je, unapolishwa chakula katika ndoto zako si zaidi? Kwa hiyo tutaona vile ambavyo chakula kinatumika sana ndotoni kuharibu maisha ya watu wengi sana.